So, hebu muulize nini ilimpendeza kwa msichana na walitoana wapi? Ananiambia walipatana shule. Walikuwa anasoma college moja. Walikuwa anasoma college moja? Ni kazi. So, muulize kama ako sawa na huyo msichana na ameamua atamuoa. Anasema ako sawa na anaweza muoa. Ako sawa. Kwa hivyo ako tayari kwa wedding pap. So, hebu muulize kwa nini akaamua kufanya wedding? Cha kwanza unachoona ni kwamba Kamau ni left handed. Wow. Kama rais. Wow. Leo ni leo. Anasema kwa sababu harusi ndio mzuri. Hapo ni sawa. Hapo sawa. Hapo ni sawa. Hapo ni sawa. Muulize wanaenda kuishi wapi? Na kama ako na pesa ya kufanya wedding. Anasema hana hata kazi hana. Hata kufanya harusi ni kazi atatafuta. Wow. Mwambie ndio maana tuko hapa. Anasema ni sawa. Ni sawa. Chonjo. Hiyo. Wow.
So mweleli wa Farodhi wa Thayo TV, karibu sana thĩinĩ wa Farodhi wa Thayo TV channel. Tutashift tuingie Kiswahili simply because whatever story we are doing is a story of public interest, human interest. That's why tutashift tuingie kwa Kiswahili. Ndiko mahali panaitwa Botela. So Botela iko Jogoo Road. Ukipita kwa DC kuna flyover iko hapo, you proceed kidogo hapo juu and then uingie on your left. Hapa ndipo nimepata Mama Kamau na familia yake yote. And because I was not the one who actually started this story, sio kwanza but sio mimi nilijitafutia. Of course nina yule mtu ambaye amenileta hapa ili tuweze kujua what is happening. Na nako hapa na ataelezea ni Bishop. Yeye ndiye tulikutana na yeye akaniambia kuiko kijana mahali. Huyu kijana ni kama nasikia sasa amechoka kukaa kwao. Anataka kushift, atafute ka nyumba wakae wakiwa wawili, but si unajua obvious kuna ile tunaita process. So lakini sitaki kuongea zaidi. I want Bishop to do the introduction ya watu wenye wako hapa na pia atuambie kwa nini tuko hapa and then I will proceed from there. So karibu sana Bishop. Asante sana kwa Farodhi wa Thayo TV. Asante. Salimia mtazamaji wa Farodhi wa Thayo TV. Na kusalimia mtazamaji wa Farodhi wa Thayo TV popote ulipo. Majina yangu ni Bishop Dr. John Ndung'u na ni rafiki sana wa Farodhi wa Thayo TV. Nilikutana na familia hii ya Mama Kamau kupitia mmoja ambaye anaitwa Pauline Ndung'u au Mama Karo, na nikapata habari ya Kamau na maisha yake na yale yanayopitia na ikaniguza sana. Na nikaona anahitaji msaada kwa sababu ya yale niliyosikia maisha yake yalivyo. Nikaona anahitaji msaada. Ndio maana nikaja kwa rafiki yangu mtumishi wa Mungu Farodhi wa Thayo ili tuone jinsi ambavyo tunaweza fikia mtazamaji mtu wa roho njema na tukaweza kumsaidia ndugu yetu Grishon Kamau. Asante sana. So Bishop, ni vizuri pia uweze kunifanyia introduction ya walio hapa, lakini kabla ya kufanya introduction unajua ukisema kusaidiwa ni vizuri pia uambie watu Kamau ni mtu wa aina gani. Kamau anataka nini? Kamau katika kuzaliwa ni wamezaliwa wakiwa mapacha na ni watoto wawili, Kamau na dada yake. Na dada yake anazungumza na anasikia vizuri na ameolewa, ana nyumba yake, ana mume na mtoto. Na Kamau naye hasikii, haongei ijapokuwa ni mapasha. Sijui kwa jina moja tutamuita aje? Ni deaf kwa Kiswahili. Kwa Kiswahili ni bubu. Ni bubu. Na kutosikia ni kisiwi. Okay. Hivyo ni kiziwi na ni bubu. Okay. Kwamba hasikii na haongei. Na haongei. Kuna kiziwi ambaye anaweza zungumza. Okay. Au kuna bubu ambaye anasikia. Okay. Lakini huyu ni kiziwi na ni bubu. Okay. Na huyu ndiye dadake Kamau, huyu ndiye Kamau, huyu ndiye mamake Kamau, na huyu ndiye Pauline Ndung'u au Mama Karo. Okay. Asante. Wow, so wacha tuanze na nipatie hii. Najua vile nitawapanga. Sasa Karo kwa sauti. Si salimie mtazamaji wa Farodhi wa Thayo TV kupitia. Salimia kwa hapa. Mtazamaji wa Farodhi TV, mimi naitwa Karo na Kamau ni brother yangu. Tumezaliwa tukiwa mapacha. Elezea Kamau nini akina nani wako hapa kupitia kitabu chako. Ameelewa? Very good.
Haya, so mtazamaji, kama tulivyosema ni kwamba Kamau hasikii wala haongei. Kwa hivyo interview ya siku ya leo nafikiri ni ngumu. Tumezoea kufanya interview ya mtu anasikia na anaongea. Kwa hivyo siku ya leo mtatuwia radhi, tutakuwa slow kidogo ili tuweze kuhakikisha kwamba hii story ya Kamau imefikia kila mtu, na ndio maana tumeamua kutumia lugha ya taifa. Mama Kamau wanaishi kitongoji duni sana cha Botela hapa Jogoo Road. Wanaishi maisha wacha niseme maisha ya chini, manake nyumba tuliokaa nafikiri unaweza kujionea tumekuwa squeezed sana, hatuna space, lakini sijui kama Kamau huishi hapa. Kamau huishi hapa. Unajua mahali umekaa ni kitanda ya Kamau. Haja. Hii ni kitanda ya Kamau. Kiti ndio kitanda ya Kamau. Kwa sababu hii nyumba ni room moja, ndio sitting, ndio kitchen. Hapo ndio kitchen. Ngoja. Hii ni ile nyumba inaitwa iko na kila kitu ndani. Ni self-contained. Self-contained. Kitanda iko hapa, kitchen ni hapa, bedroom ni hapa. Hii ndio bedroom, ndio kitchen, ndio kila kitu. Sasa hapa tumekaa, tumekalia kitanda ya Kamau. Tumekalia kitanda ya Kamau. So mchana ni kiti. Na usiku ni kitanda ya Kamau. Okay. Nao hapo ni kitanda. Haya, pia kila kiti ni kitanda pia. Ni kitanda. Kwa sababu saa hii ni mchana ni kiti. Kwa hivyo ukiingia hapa mchana huwezi jua. Sasa mchana kuna mtu atajua ni table room. Yes, ni table room. Ni sitting room. Lakini ukija hapa usiku inageuka inakuwa bedroom. Kwa sababu kitanda ni kimoja tu hicho kilicho nyuma ya curtain. Okay. Hicho ndio cha mama. Sasa Kamau akija atalala hapa. Sasa kama vile dada yake amekuja na ana mtoto, inabidi hiyo kiti nayo iwe bedroom ya Karo. Wow. Na mtoto. Hiki kiti anakifanya 6x6. Hiyo ni 6x6. Wow. Hivyo kile kiliniguza sana. Na ndio kilinifanya nikutafute. Ni kwa sababu Kamau anakaa hapa. Hapa ndio kwake. Hiki kiti ndio kwake. Imagine hii room wako na mama. Kamau akitoka kuoga atabadilishia wapi? Si bedroom yake. Si bedroom ndio hii. Okay. So kama anataka kubadilisha nguo si ni hapa? Ni kweli. Na hakuna curtain. Na hakuna curtain. Bedroom ya Kamau haina curtain. Hivyo kama anataka kufanya chochote ni hapa. Mama akitaka kuoga atakuwa kwa bedroom yake. Lakini atatoka apitie hapa kwa Kamau. Kamau sasa amepata mwanamke. Anataka kuoa. Atapeleka wapi na hii ndio bedroom? Hii ndio bedroom. Okay. Hii kikiti ndio bedroom. Ni analeta mtu amepata mtu. Wacha hata mtu. Sasa hata kama ni jioni. Ina shift tu mara moja. Unaambia sasa mgeni tuko bedroom. Tuko bedroom. Iliyokuwa sitting sasa ni bedroom. Namaliza kukula tuko bedroom sasa. So Kamau amepata mchumba. Na atatuelezea jinsi alimpata. Unajua kwanza na hiyo ni story of another day. Kwa sababu nayo hata ukifikiria bubu na ni kiziwi na alivyopendezwa na alivyo approach, inabidi atatuelezea hapo. Na mtazamaji, baada ya hapa tutatoka tuende kwa msichana. Ingawaje si siku ya leo, lakini bado tutatoka hapa tuende Nakuru kwa kina msichana. Tuketi tuzungumze na yeye pia. Atueleze uliapproachiwa vipi? Na alikubalije? Ama hisia, ulihisi vipi ukajua mtu ni Kamau? Mtu ni Kamau. Na kwanza hiyo ya amempata. Na kupiga picha ati hii ndio bedroom. Acha hivyo, walipatana wapi? Hata tutamuuliza. Chumba ako Nakuru alimpata tutamuuliza. Alienda Nakuru lini? Alienda na wanazungumzaga. By the way, do they talk? Wanazungumzaga. Wanazungumzaga. So hiyo mystery ya jinsi wanavyozungumza nitapenda mtazamaji na msikizaji aweza kuelewa. Wacha hivyo. Yule bishop ataweza kuwaunganisha. Atawaeleza. Je, atakuwa anaongea na pia atakuwa anasikia? Hapo na nafikiri ni mimi.
hivyo itabidi nijipange. Sasa utatumia mbinu gani? Nitajipanga sawa sawa. Itabidi kutafutia sign language interpreter. Yes. Itabidi juu sasa hapo unajua pia lazima waseme yale maneno. Lazima waseme hizo vowels. Lazima waseme mbinu gani? Hiyo hapa tutaita Yesu Maria na Joseph. Mtazamaji, ni vizuri tukwambie ukweli. Hii safari tumeanza siku ya leo itaishia kwao. Itaishia. Yani we shall go process by process. Hata hizo vowels wakizisema mtakuwa bado mnatazama na macho. Yes. Sasa si unaona kwa kwanza tarehe 12 12 Kamau anafaa kwenda kuhada idhigi ile kufika kwa kina msichana na kupeana kitu cha kusema mtu huyu nimemuuliza tutakuwepo na ukumbuke Kamau hasikii na haongei na anafaa kuhanda idhigi na lazima aketi hana pesa. Kamau cha kwanza hana kazi na kwa sababu hana kazi hana pesa lakini yako na mtu na kule kunahitajika apeleke kitu si story sio story sasa imetoka kwa story sasa ni actual anahitajika aende na atoe kitu kwa hada idhigi. Unajua hiyo siku wewe mwenye kuja ndio unapikia. Ni kweli hivyo lazima atume pesa ya kupika huko. Lazima Kamau atume pesa ya kula. Pili lazima ashughulike mambo ya hiyo siku. Wale wataka kuwa huko watakunywa watafanya nini, hiyo ni kazi ya Kamau. Unajua pia lazima pia yule mchumba kaguo kazuri Kenya atavaa atanunua pesa yake. Hapana Kamau, si umesema unataka kama ndivyo unaweza nunua na pesa yako. Hapana Kamau, umesema unataka akisha sema anataka lazima hata kangua atafute na kiasi. Kamau has to go the whole process. Mtu yeyote anasikia na anaona. Yes. Lazima aende the whole process na hana pesa. Hiyo tunaita kisungumkuti. Na huyo Kamau haezi ongea hapa awaambia tumpe pesa. Hawezi kukuambia wewe mtazamaji. Juu haongei. Anajua kuongea lakini anajua kuongea sign language. Yes. Na sasa sababu anajua sign language na wewe hujui. Hujui hata mimi sijui. Hata hujui anahitaji nini. Unajua tunaonaga yule anaitwa Yulanzare pale Citizen. Unashuhudia sasa. Hii anao sema nao ni gani? Nini sasa hii? Sasa ndio hiyo ambayo tunaulizaga ni nini hii. Unajua itabidi tusome. Kwanza itabidi turudi shule. Hata itabidi nijiandikishe hiyo shule. Kamau ndiye atatufunza. Kamau hawezi kukufundisha kwa sababu huelewi hiyo anayosema. Inabidi upate mwalimu anayezungumza. Kwa hivyo nikisoma ninaweza funza watu wengi sana. Inabidi natajiandikisha hiyo shule. Sasa nilipowaza hii bedroom ya mama ndio bedroom ya Kamau. Na Kamau amepata mtu. Ndiye ya mudu. Na amepata mtu anataka alete kwa bedroom. Kwa sababu mwisho wa process ya kupenda ni kupeleka bedroom. Ni kweli? Sasa anataka kupeleka bedroom. Bedroom hii. Ngoja hii kitchen hii table room hii. Hii kitchen table room bedroom. Kwa sababu ni yote. Sasa unapikia pale. Unakuja unakulia hapa. Unapikia hapa, unakulia hapa, unalala hapa. Unabadilishia nguo hapa. Nikawaza atafanyaje, ataleta mtu. Hawawezi toshea watu wawili hapa. Nikaona ikinishinda inishinda tukiwa pamoja. Sasa ukaona huu mzigo hautabeba peke yako. Sitabeba peke yangu. Nikaamua nitaita Farodhi wa Dhayo. Tukae chini tulemewa tukiwa wawili na mtazamaji. Okay. Mtazamaji wa Farodhi wa Dhayo TV, hivyo ndo kuko sasa. So hatuwezi escape. Hapa sasa tutawalk pole pole na Kamau hadi tuhakikishe amepata mchumba, na huenda hata Mungu unaweza sikia mtu amejitokeza hapa aseme ninapeana kaplot mahali fulani, ndio si mujengee Kamau hapo. Ndio it is possible. Hata mtu akasema mimi nitamlipia rent ya kanyumba. That is it. Kwa miezi 3. At least apate kwa kupeleka mtu. That is it. Na mwingine sababu by the time tunafanya wedding hakutakuwa na nyumba. Yes, tuna watu wana vitanda ambao hawatumii. Yes. Kitanda mzuri na kigodoro mzuri. Anaweza sema mimi Kamau hii kitanda yangu mzuri situmii, nampa Kamau. Au mwingine ana pesa akasikia hapana, vile ningetaka nifanyiwe mzuri nitamfanyia Kamau, namnunulia kitanda na godoro na kiti ya kukalia.
Inawezekana mtazamaji. Na unajua niko na rafiki hapa anaitwa Madam Lilian Njoroge. Sijui kama unamjua. Namjua Madam Lilian Njoroge. Mheshimiwa. Hapa unahitajika. Bas. Hapa unahitajika. So kuna watu wengi sana hapa najua. Kwanza hii ilikuwa area ya Sonko. Wewe unasema Sonko, Mheshimiwa Jambi huyu hapa Mheshimiwa hapa opposite. Ni yako hapa. Mheshimiwa Jambi kwanza na kusalimia sana Mheshimiwa Jambi. Tumeanza kuwasalimia so salamu ndio mwanzo wa salamu. Lakini leo ninakusalimia Mheshimiwa Jambi. Hapa na ukileta ni jina tu, hakuna siasa. Hakuna siasa. Wewe ulete kitu. Story naisha. Tusaidie kama. Turudi sasa kwa story. Na kuna madam mwingine anaitwa Lilian Njoroge. Madam Lilian Njoroge. Director Zetu Furniture. Yes. Sasa yeye Zetu Furniture. Kitanda na kiti. Na akona almost kila kitu. Uko na hata kakabati mzuri. Sasa maana Kamau akipata hata huwezi tuhurumia. Kamau akipata mtu vikombe zitawekwa wapi na sahani. Wewe Zetu Furniture tafadhali please. Unajua tunaongea mingi juu Kamau hawezi ongea. So tunaongea on behalf. Yes. Sasa turudi kwa story sasa. Turudi kwa story. Wacha tusalimiwe. Umemaliza ama tuanze tukawaza. Nikawaza. Watu wakina msichana wakija hii watasema ndio nyumbani ama ndio kitchen ama ndio sitting. Hata uwezi waleta huku. Hiyo ndio ilikuwa kwanza swali. Kwa sababu fikiria atakuja baba na mama na ndugu za msichana na kuna marafiki watakuja wakae wapi? Ikiwa sisi tumekuja wawili tu na tumejaa kiti. Sababu familia ni hii. Sisi tumekalia kiti. Wao watakaa wapi? Hiyo ni story ambao nimejaribu kuchora hizo tupisha. Nikaona hapana. Zaidi ya hapo. Kamau amesoma. Amesomea electric. Mambo ya wiring. Electrical engineering. Electric engineering. Hana kazi. Tuna watu wengi watazamaji na wana kazi. Lakini kwa sababu Kamau hawezi kuzungumza. Hawajui hata ako wapi. Na ni fundi mzuri wa ajabu wa stima. Lakini sasa ataombaje kazi kwa watu ambao hawamsikii? Na kuomba wewe mtazamaji na una kazi ya stima. Kamau ni electrical engineer. Na watu hawa ambao hawazungumuzi na hawasikii hawezi fanya ukora. Yes. Hawezi kudanganywa na mwingine wafanye ukora. Akifanya kazi ni anafanya kazi ni mwaminifu. Yeah, sure. Maana anachojua ni kazi. Huyo mtu mwingine ambaye angemdanganya maneno ambao anaweza kumwambia Kamau language zinapitana. Yes. Hivyo hatafanya. Ukichukua Kamau umepata mfanyakazi mzuri. Unajua juzi nimeona Kenya Power amepost one of their employee pia ako kama Kamau. Yes. Na wanafanya kazi na yeye. Wanafanya vizuri. Unajua siku hizi serikali iko na hizo vacancies za watu kama Kamau. Yes. Wanapewa kuna opportunities. Ziko nyingi. Na unajua hapo umefikiria kwa sababu nilikuwa najiuliza Kamau sasa akishaoa wataenda kukula nini? Wataenda kukula nini? Kwa hivyo anahitaji kazi. Na hebu nikwambie. Mheshimiwa rais wetu. Uhuru Kenyatta. Yes. Mheshimiwa Uhuru. Huyu ni Bishop Dongo. Tafadhali. Kamau anataka kazi. Yes. Tafadhali. Kamau tu mahali hapo ndani hivyo. Kamau anataka kazi, tafadhali. Ukimweka mahali anaweza. Yes. Hata CS Matiang'i. Katika Ministry ya Interior. Yes. Kwa police. Kwa CID. Kwa GSU. Hao wote wana equipment za umeme. Yes. Na Kamau anaweza hii kazi vizuri. CS Matiang'i. Wewe ni rafiki. Tafadhali kijana anahitaji msaada. Bas. Unajua tunatafuta mchumba. Kamau ashatafuta. Ameshatafuta mchumba. Clarify hapo. Hatukumtafutia. Hatumtafutii mchumba, amepata. Hatukumtafutia. Alijitafutia mwenyewe. Sisi kile tunafanya ni kumfinance. Yes.
ili yaweze kupata yule mchumba kwa njia inayofaa. Yes. Maana ukiwa Mkikuyu hauwezi ruka process. Hauwezi. So the process, unajua wazee huko wametungoja na utasikia naona wewe ni bishop wakisema wapi pombe. Na wanajua bishop dogo. Wapi pombe? Na wanakuona tu. Wananiona. Kwa hivyo hauwezi ruka process. Siwezi ruka process. Nowadays it's converted into money. Into money. Lakini wazima wataitisha. Wanasema kasoda ya wazee. Exactly. Now, haya, sasa wacha tusikie mamake na rafiki yake. Alafu sasa na hata tungeuliza dada yake. Sababu ni marafiki. Na wanazungumzaga. Alikwambia amepata mtu. Acha tuambie. By the way. Kwa sababu unajua mapacha hawafishanagi siri. Haya ni mapacha. Ni mapacha. Wow. Karo na Kamau ni mapacha. Na mapacha huwa hawafishani siri. They are very good keepers of secrets. Hapo ni kweli. So Karo, Yes. alikuambia amepata mchumba? Mimi aliniambia na akaniambia nataka kufanya harusi. Nikamwambia ni vizuri, nitamwambia Mungu apate pesa na kazi ndio aweze kufanya harusi, kwa sababu harusi inahitaji pesa. Na wakiishi pamoja watahitaji kukula na pesa ya matumizi tu upkeep yao, kwa sababu hawezi kaa tu hivyo na hawezi leta bibi yake huku. Nikamwambia ni sawa, nitamuombea juu maombi ndio msaada tu mimi naweza muashwa nitampatia. Sababu hata mimi nimeolewa na fua nao, mimi tu ni housewife. Sina kazi, kwa hivyo hata mimi si huko stable vile naweza msaidia kipesa. So alikuwa approach aje ndio akwambie sasa Karo, sistangu. Iko mtu nimeona mahali. Iko mtu. Tulikuwa tu tunapiga stories za kawaida, akanionyesha picha. Akaniambia amepata mtu na anapendana na anafikiria kuoana. Haukushangaa kivipi? Ona. Kama huwa anazungumza kwa WhatsApp au kwa Facebook? WhatsApp zote, social media yeye yuko. Ako huko. Ako kwa social media. Hukumuuliza mlipatana wapi? Hapo hajainiambia. Hajaikuambia? Hiyo ni siri ya mwanaume. Kama usiseme. Hiyo ni siri yako. So wakati alikuambia hukushtuka kivyako. Unajua kuna ile kai sasa labda amepata mtu. Okay, mtu aina gani? Mtu mwenyewe anaongea ama haongei, anasikia ama hasikii. Hukujiuliza maswali kama haya? Nilijiuliza, nikamuuliza kama anaongea. Kaniambia hapana, hata yeye haongei. Nikamwambia naweza penda kumuona. Ndio siku moja last year December tukaenda tukatembea kwa kinao msichana Nakuru. Na tukaona ni msichana mzuri. Mlikuwa na nani? Tulikuwa na my mom na rafiki yake. Msichana after kuongea na yeye alisema aje? Alisema wanapendana na Kamau. Na anataka Kamau akuwe husband wake. So mliweza labda kuongea na wazazi? Wazazi pia tuliongea nao, tukajaribu kuambia kwa saa hii juu wanaonekana wako na haraka ya kuishi pamoja, hatuwezi manage kufanya harusi for now. Wazazi wakasema kama watoto wanataka harusi, kama una huyo msichana, hakuna haja tukatize furaha yao. Tujue vile tutafanya, wafanye harusi ndio msichana akuje kwetu. So kama una msichana wamesema bila harusi wanataka kukaanisha, si ndio? Kwa lazima wafanye harusi. Unaona Farudhi? Hapa jamaa amempasha mistari. Amempasha mistari. Msichana mistari imeingia na imekaa. Hataki kusikia kungoja. Na ameambia wazazi hataki kungoja. Na wazazi nao wamependa Kamau. That's good. Sasa hawataki kusikia Kamau atashereweshwa. Lakini kile hawana habari ni kwamba nyumbani kwa kina Kamau, Kamau hana msingi mzuri wa kifedha. Na kwa sababu ukimuona amevaa vizuri, utafikiri jamaa ametoka mtu ako WhatsApp na Facebook. Sinikumaanisha ako na touch screen. Sasa unacheza na mwanaume ako na touch screen wewe. Ako na touch screen. Wewe hujaona wanaume wakuwa mahali wanafinya kasimu unashindwa sasa.
Kamau ako na touch screen. Sasa ukimwona nayo unafikiri ametoka mahali pazuri. Cha kwanza kile ambacho nimegundua Kamau ni hard working. Yes. Very hard working. Hata akiwa hivi alivyo. Kuna mahali huwa anaenda kusaidia mzee mwingine. Huyo mzee anafuga nguruwe. Yeye anaenda anamsaidia. Hachagui kazi. He's very good. Very humble. Nairobi ni few men utaona wanafanya kila kazi. Kamau hayuko hivyo. Hiyo ndio kitu nimekuja kumpenda. Wow. So wale wangetaka ifanywe haraka. Huku cha kufanya haraka hakuna. Kama unavyoona. Hakuna. Unajua huwezi harakishwa bila pesa. Sasa unaharakishwa na pesa ikue. Lazima uwe na pesa. Mtazamaji, tafadhali wewe saidia hapa. Yes. Maana hapa pesa inatakikana. Ya Kamau akafanye. Exactly. So turudi kwa Karo. Karo. Sasa by the way, niulize watu wenye hawaongei na hawasikii wanakosananga. Ama kuambia kuna vile amenipea stress, haniongeleshi. Hajai niambia hivyo. Sababu mimi nakuwa naona kila wakati ni kama nimekuja. Wanapata tu wanaongea. Kama ni kuongea wana video call, wana chat. Na wanaona mpaka video call. Wana video call, wana chat kwa video call. Kamau. Okay. Hizi vitu ziko. Sasa unaisocha tuende kwa mam, alafu sasa turudi kwa Karo na Kamau. Ndio sasa ni ile maswali nataka ajibu ni wewe nitauliza, si ndio? So acha tuende kwa mam kidogo. So tuambie unaitwa nani? Of course tunajua ni mama Kamau, lakini ni vizuri pia ujiintroduce na utuelezee kidogo kuhusiana na vile ulivyokuja kujua Kamau ana mchumba. Mimi kwa majina yangu naitwa Monica Jehia. Na ama mama Kamau. Ishike vizuri. Ama mama Kamau. Hata niseme Kamau ni mtoto wangu. Sijui kulikuwa mwezi wa 10 hapo, akaamuka hapo, analala hapo kwa kiti. Akaamuka akaniita akaniambia nataka kwenda kwa rafiki yake. Nikamuuliza ni rafiki mgani? Akaniambia ameenda tu kwa rafiki yake. Mimi nikafikiria kuna msichana walikuwa nasoma naye college alikuwa ameniambia ameaga. Mimi nikafikiria ameenda huko Kiambu. Sasa hiyo Saturday kufika saa 10 nikaona simu yangu imepigwa mara 4 sikuwa naisikia. Sasa ndio nilichukua jukumu nikapiga hiyo simu. Mzee akaniambia wacha nikupigie. Akaniambia mimi naitwa sijui Benson Maina na kupigia kutoka huku Ushago. Nikamuuliza Ushago wapi? Akaniambia niko Nakuru na hii namba yako nimepewa na kijana ako huku anaitwa Kamau. Nikamuuliza umeniambia uko wapi? Akaniambia niko Nakuru. Nikamuuliza kama wangu ako Nakuru. Akaniambia yeye ako hapa Nakuru. Sasa akaniambia amekuja kusalimia msichana rafiki yake na vile nimeona masaa imesonga siwezi nikamruhusu akuje. Wacha alale aamukie kesho kukuja. Nikamwambia kama ako kwa mikono mizuri wacha tu alale lakini nimeshukuru juu umeniambia mahali yako. Mzee akaniambia nimemuulizia kwa nini hakukuja na baba yake. Akaniambia kama amemwambia baba yake alikufa, yeye ana baba, akanaishi na mama yake. Akamuuliza na wenye mumesaliwa na yeye ako wapi? Kwa nini hamkukuja na yeye? Akamwambia wamesaliwa na msichana mmoja anaitwa Caroline lakini hayuko anaishi Mombasa. Ndio maana ameenda peke yake, yeye anataka amruhusu ampe msichana. Juu hana baba, hakuna mtu anayesaenda huko. Ndio huyo mzee akaniambia wacha tu akikuja wewe upage ukuja tuongee na wewe. Nikamwambia sawa, nikipata nini nitakuja. Ndio tulipaga December 21. Mimi na huyu mama na sasa na Kamau na rafiki yangu mwingine mama. Tukaenda huko. Juu hapo mbele wakati Kamau alitoka huko msichana alikuja. Sasa nikasidwa au msichana amekuja kutakuwa aje atalala wapi? Na ni ngumu. Nilishindwa siwezi nikamwambia enda. Juni usiku siwezi nikamwambia arudi Nakuru. Sasa mimi nikaona ya tutakaa na yeye hapa. Jioni ikifika nikamwambia wewe msichana, mali Karo alikuwa analala unakuja tutalala na wewe. Sasa kama alilala hapo na msichana tukalala na yeye kwa kitanda. Sasa ndio asubuhi gia Sunday akajitayarisha akaenda. Sasa ndio tulienda msichana akaniambia yeye wanampendana na Kamau na wanataka wafanye harusi.
Nikamuuliza kama wana job, sasa harusi itafanywa aje na harusi inatakaga pesa. Akaniambia Yesu atawasaidia. Ndio sasa msichana akaenda. Sasa wakati nilienda huko, huyo mama msichana akanipigia simu akaniambia nisiogope vile niko niende huko. Yeye wameokoka. Ndio nilienda nikawaambia mimi vile niko, vile mnaniona niko hivyo. Na sina otherwise, na sina kitu naweza simamia hawa watoto wafanye harusi. Juu mimi ni mama, nataka waniruhusu msichana nikuje na yeye, juu amependana na kijana. Mimi nitakuja kukaa na msichana kama msichana wangu. Juu mimi siwezi nikaambia Kamau asichukue huyo msichana. Wakaniambia hapana. Akaniuliza mama Kamau, si umeniambia umeokoka? Nikamwambia mimi nimeokoka, lakini kuna mahali unafikaga unameona mambo imefika mwisho. Akaniambia usijali. Hii mtoto vile wanataka wacha wafanye hiyo harusi. Tuwasikanize kwa nyumba ya Mungu. Hawa siku yenye watapata kazi wataniletea mahali. Mimi msichana nitampea, lakini nitampea wakiwa kwa nyumba ya Mungu. Sasa mimi nikakuja nikashindwa, nikaambia huyu mama, sasa mama Karo nitafanya nini na huyu mtoto? Oh yeah. Pole. Juu mtoto. Pole. Hapo ndio niliingia. Yes. Kwa sababu alipofika kule wanataka harusi. Kijana mama anamwambia hawezi kufanya kwa sababu hana pesa. Kijana naye akafika mahali akaamua hata kama ni hivyo hata sitaki kula. Oi. Sasa mimi nilipoambiwa nikaambia mama Karo. Kijana amekataa kula juu. Sasa sababu mambo yamekuwa magumu. Nilipoelezewa nikasema aambiwe asife moyo. Ndio nilikuambia. Nikamwambia ndio muambie asife moyo. Huyo kijana ni wangu. Nitaona jinsi tutafanya. Hata kama sikuwa na uwezo. Nikawaza tukiweka effort. Watu wawili watatu. Tutaweza msaidia Kamau. Okay. Maana unaona sasa mzigo umekuwa mkubwa kwa mama Kamau. Okay. Maana kuna story hatujasema. Nataka tuanze nilikuwa nataka amalizie hapo. Tuende sasa kwa background. Yes. Yes. So mom, jitie nguvu. Shika hivyo. Hivyo. Haya, sawa tuendelee. Sasa ndio niliwaambia mimi hapo, mimi siwezi mambo ya harusi. Wakaniambia nisikufe moyo. Juu Mungu anajua na akinipea Kamau alikuwa na sababu. Tugojee Mungu atafanya kazi yake. Mzee alikuwa hapo aliniambia mama Kamau. Sasa huko Nakuru mzee alikuwa hapo. Brother ya huyo baba msichana. Akaniambia mama Kamau, unajua huyu mtoto anaweza kuwa mwanzo wako mzuri. Sasa mimi nikasidwa ananiambia aje, ananiwekelea mambo ya harusi. Na mimi kazi yenye nafanyaga tunapataga tu ya mahitaji tu, lakini sipatagi hizo pesa mingi ati unaweza simamia mtoto kama huyu harusi. Sasa ndio tulikuja huku nikaambia huyu mama, sasa vile nitafanya mimi nitagojea Mungu. Hata kama ni 2024 wakati ukifika, Mungu akishuka hapo ndio huyu kijana atafanya harusi. Juu mtoto nimengangana na yeye, babake alikufa akiwa na miaka 2. Aliniwachia wakiwa mapacha huko Usago. Unajua msichana mdogo akikufiwa na msema masida yenye anapitianga. Nilipitia masida mingi juu ya huyu mtoto. Sasa nimekuja na yeye, nimengangana na yeye kutoka Nazareth class 8, kamaliza class 8 akaenda form 4, akaenda form 4 akaenda college, nikangangana kabisa akamaliza kuna certificate. Lakini kupata kazi hiyo ndio imekuwa gumu kabisa. Na kazi atapata. By the way, let me tell you, kazi atapata. Hiyo lazima nikuhakikishie kwa sababu kuna watu wengi kama yeye wamesoma na wamepata kazi na najua serikali pia inatazama. So I'm sure wanaona. Yes. Sasa mimi ningetaka mwenye anaweza msaidia tu apate nyumba yake. Na msaidie na pesa ya harusi. Na mpe job. Mimi roho yangu inaweza pumzika. Haya, pole sana. Najua unatatizika kidogo, manake unajua maisha ni ngumu na ukikumbuka yale uliyopitia naye. Wacha turudi mwanzo. Kwani ni wapi? Mimi nimesaliwa Gatanga. Gatanga? Huko Mukalala Donyusege.
karibia mic. Gatanga Mukarara Donyo ya Shege. Haya, so kwa familia gani? Baba yangu anaitwa Julius Jehia Budhia na mama yangu anaitwa Teresia Wajiko Jehia. Okay. Wanaishi kijiji inaitwa Kiriga. Ni wasasi wangu na wapenda sana. Na wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Monica Jehia. Mwisema Monica Jehia. Mlikuwa na watoto wengine labda? Tulisaliwa tukiwa 10, mimi ndio wa katikati ndio wa 5. Lakini kwetu hakuna mtu mwingine akona mtoto kama huyu wangu mwenye haongei kama ama akona shida ingine. Ulemavu yote hakuna. Mimi tu ndio Mungu aliona tu anipe. Lakini hiyo kazi Mungu alinipea nimeifanya. Na ulikubali na ukaambia Mungu asante kwa sababu ya hayo na mke na ukaridhika. Niliambia Mungu asante, hata sasa namwambiaga asante juu ya huyu mtoto wangu. Okay. Ulimanage kusoma labda? Mimi nilisoma mpaka class 8. Nikatoka class 8 94. Sasa ndio nikaoleka 95. Nikapata hawa 96. Mwezi wa 7 tarehe 21. Alafu mulikuwa mnaishi wapi by then? Tulikuwa tunaishi huko Ushago. Sasa ni kuoreka nimeoreka huko Mathioya, Kamasharia, Thuita Village. Okay. Kijiji inaitwa Futhu. So ilikuwaje ukaweza kuja Nairobi ukaachana na Ushago? Nilitoka huko Ushago juu mzee wangu alikufa na huku kwa boma sipelekwi msuli. Nasukumwa kabisa. Sasa nikaona badala ya nikaya hapa nikufa na stress. Kuna mama mwingine alikuwa anasomesha mtoto wake Tumutumu School for the Deaf. Sasa nikienda huko tulikuwa tunapatana na huyu. Nikamuelezea mambo yenye napitia. Akaniambia mama Karo usikae hapa juu unaweza kufa uache hawa watoto na shida. Na ukikufa ujua hawana baba yao hawana. Sasa hawa watoto watakuwa na shida miaka yao yote. Nikajipea nguvu nikamwambia sasa wewe unaishi wapi? Akaniambia mimi naishi Rugaruga lakini ukikuja hatutakosa vile tutafanya. Sasa wakati mambo ilisidikana huko ndio nilimpigia hakukuwa na simu siku wakati huo juu simu ilikuwa 1 ama 2. Alikuwa amenionyesha kwao kulikuwa Kalafa huko Saidi sa Mukuruini. Nikaenda kwao nikaambia ki brother ya huyo mama aniambia vile nitapata mama Ben. Sasa ndio aliniambia atanileta. Sasa nikakuja hapa Rugaruga na huyo brother yake tukaongea. Akaniambia kama masida imesidi nisikae hapo juu nisikufa juu ya hawa watoto. Nikamwambia mahali nimefika mwisho. Juu imefika wakati nafua nguo inachukuliwa inawekwa kwa choo. Nangangana. Mambo mingi hata hakuna jambo sijawahi pitia kwa hiyo boma. Lakini naambiaga Mungu asante juu mimi bado niko mzima. Sasa ndio tulikuja huku. Walikuwa class 3. Juu wakati ni Karo alienda alifungua shule nikaona hakuna haja ni baki na huyu mtoto hapa. Ndio nikaongea na huyu mama akaniambia sasa wewe nitakupea njia vile utampeleka huko Tumutumu mahali mtoto wake anasomea. Sasa ndio nilimpeleka Tumutumu School for the Deaf. Sasa akamalizia huko mpaka class 8. So maisha yako imekuaje hiyo haso ile unajua panda shuka? Ulikuwa ukitoa school fees wapi? Nilikuwa tu nangangana lakini wakati huo Tumutumu School for the Deaf hawakuwa na fees mingi, walikuwa wanalipa 3. Okay. Na nilikuwa na social work hapa St. Elizabeth. Walikuwa na wananipea kidogo. Sasa na mimi hata kama amenipea 2 natafuta 1 na fare na shopping. Sasa nampeleka. Na huyu mwingine Karo? Huyu nilikuwa nangangana na yeye kabisa juu hata huyu amemaliza mpaka form 4. Huyu nilikuwa nangangana kabisa. Lakini huyu nilikuwa nasaidiwa kidogo. Na social work. Kwa nini ukaamua yeye aende hadi college? Kwani ulikuwa na maono gani? Unajua wazazi wengi wanafikiria mtoto akifikisha form 4 ako sawa. Mimi niliona kumfikisha form 4 ni lazima nimpeka kosi yenye ataenda kujisimamia yeye mwenyewe. Sasa ndio nilifika mwisho nikaona nilikuwa nafikiria nimejaribu nimemsomesha mpaka hapo amefika mpaka college na bado kazi ya hana. Nikauliza kwa nini nilingangana Mungu wangu kwa nini imeenda hivyo. Amesoma nimejaribu kutafuta kazi imeshindikana. Wewe unafanya kazi gani? Mimi nasugusa manguo. Naendaga Karioko nanunua manguo, nasugusa kwa kijiji. Kwa hivyo hadi saa hizi ungekuwa kazi? Hata leo ningekuwa. Unapata pesa ngapi ina day lafre? Kwa kila siku ni kama napataka kutoka faida ni kama nipate 250-300 hapo. 250-300 in a day.
Wow, okay. Sasa si leo nitakuwa kwanza kitu kinanifurahisha cha mama Kamau. Ni kwamba watu wengi kusikia. Watu wengi ambao wana watoto walio na ulemavu. Wengi wao hawawasomeshi. Yes. Anaona ni aibu, atajulika, watu watajua. That's why nimemuuliza kwa nini alienda mpaka college. Kwa sababu inaonekana alimkubali. Watu wengi wanafisha watoto. Unakuta mtoto ni kwamba ni bubu tu na mama amemficha, hampeleki shule, hatafuti kama kuna shule ya bubu. Lakini uwe inanifurahisha kwamba alingangana kusomesha Kamau. Na kuhakiki kwamba hata ameenda college. Yes. Hili ni jambo la maana. Na hata wale watazamaji ambao wana watoto walemavu, usimfiche. Wanahitaji kuambiwa wasimfiche. Usimfiche. Kuna sehemu wanaweza somesha. Na usipokuwa na uwezo, zungumza. Na unajua itafika wakati tukiwa hapa, yes. Ama kwa hii story usikie amepata kazi. Ndio. Sasa si watakuwa wanatazama? Ndio. Sasa utafichua wako. Tafadhali usimweke umemfisha. Toa, peleka shule. Wacha awe mkubwa, someshe. Ndio. Apate mchumba. Ndio. Utawitness akifanya wedding. Ndio. Maisha itakuwa mazuri. Yes. Wow, so umesema unapata 250 a day. Sasa leo mimi ndio nakulipa. Sababu nimechukua siku yako. Unajua mimi hata kama nakusaidia, unajua si wewe nasaidia ni kijana. Ni Kamau. So mimi nilistaki kuchukua siku yako bure. Kwa hivyo si unapata 250 na ndakulipa dhao. Mungu atakuona. Ndio sasa si ulisema kwanza hiyo thao ni nyingi. Pia iko sodi. Juu nimechukua siku yako kusaidia Kamau. Ni mimi ndakulipa leo. Sasa Kamau alikuambia anataka kuoa na ukatuelezea hiyo process yote. Are you comfortable yourself? Do you think he did the right it was the right idea? Do you think you're okay with that decision? Unaona kama alifanya vizuri kufikiria hivyo, kutafuta mtu au unaona amekosea? Mimi hata nilikuwa nilikuwa napiga magoti na bia Mungu. Siku ya Kamau ikifika ya kuoa, ampe bibi mwenye ametoka kwake. Na nilifurahi sana. Amen. Kwamba amepata mtu ambaye ametoka familia imeokoka. Anajua Mungu. Mimi nashukuru Mungu sana. Juu wakati alikuja, sasa wakati alitoka huko Nakuru nikamuuliza, ulienda wapi? Juu sikumwambia nimepigwa simu na baba msichana. Nikamuuliza kwa nini ulienda na huku niambie mahali umeenda mnaenda kulala. Hakunificha, aliniambia alienda kwa rafiki yake msichana, akatoa picha akaniambia. Akanionyesha akaniambia ni rafiki yake na huyu msichana atamuoa. Nikamwambia sawa. Nikamwambia Mungu atakusaidia. Sasa kitu ya nyairi nilikuwa inanisagasa ni nyumba. Nyumba ilikuwa inanisagasa sana. Tu nilikuwa na shida haki. Nitafanya nini? Mimi nitatoka kwa hii nyumba, nitaenda wapi? Na hii kazi yenye nafanya sio kazi ati inaweza nisaidia hivyo. Ukashindwa sasa ataleta watu ni sawa. Sasa itabidi wewe utoke hapa, umwachie nyumba. Utaenda wapi? So, umerelease Kamau. Unajua kuna wazazi wanakataa na watoto. Wanasema, huyu wangu tunaishingi na yeye hapa tunakaanga na yeye. Mimi nimemfungua kabisa, hata akitoka nyumba saa hii anaenda. Mimi nimemweka kwa mikono ya Mungu. Okay. Sasa, unajua sasa hii interview ni yetu na wewe. Haya. Tuingie kwa Kamau. Yes. Uko sawa? Sasa wewe utakuwa unamuuliza maswali yanayoulizwa. Unajua wewe unasahau tuko na mic zetu hapa. Mimi nasahau. Unaongea tu bila mic. Unajua wachungaji walipewa inbuilt mic. Huwa wanasahau wana microphone wanaweka chini. Kwanza mkifanya deliverance. Tukifanya deliverance, unaweka microphone chini unaenda kufanya deliverance. Sasa hapa ndio kazi iko sasa. Ndio. Ukiona Karo ametayarisha kitabu na bairo, hapana mchezo. Ndio aeleze maneno. So, hebu muulize nini ilimpendeza kwa msichana na walitoana wapi?
Ananiambia walipatana shule. Walikuwa wanasoma college moja. Oh, walikuwa wanasoma college moja? Hey, very good. Kumbe unajua watu wengi walipatana huko tu. Hivi hawezi taka kusema. Niko na mbeshe wengi walijuania college. So unajua sasa mpaka maswali inachanganya mtu. Inachanganya. Kwanza hata hiyo ameelezea. Wewe ungeelewa. Hata kuelezewa kwenyewe aelewe ni nini anaulizwa. Unajua ni kazi. Ni kazi. So muulize kama ako sawa na huyo msichana na ameamua atamuoa. Anasema ako sawa na anaweza muoa. Ako sawa. Kwa hivyo ako tayari kwa wedding pap. So hebu muulize kwa nini akaamua kufanya wedding? Hoi. Cha kwanza unachoona ni kwamba Kamau ni left handed. Wow. Kama rais. Wow. Leo ni leo. Anasema kwa sababu harusi ndio mzuri. Hapo ni sawa. Hapo ni sawa. Hapo ni sawa. Muulize wanaenda kuishi wapi? Na kama ako na pesa ya kufanya wedding. Anasema hana hata kazi hana, hata kufanya harusi ni kazi atatafuta. Wow. Mwambie ndio maana tuko hapa. Anasema ni sawa. Ni sawa. Chonjo. Wow. Interview leo ni ngumu. Interview ni ngumu. Tumezoea kuongea tukijibiwa. Lakini na anajibu vizuri. Wow. Sasa Bishop unisaidie kuuliza. Unajua maswali inapotea. Hebu uliza Kamau. Msichana yeye amesomea nini? Sasa nashangaa kama mimi nitatizika hivyo. Mamake walikuwa naongeanga aje na wanaishi nyumba moja? Mamake lazima language inakuwa nzito kwa sababu ujue Kamau yeye amesoma sign language. Na mama hajasoma. So kuna ile basic ambayo mama anaweza jua. Kuna vitu mama anaweza ambiwa na Kamau akose kujua. Ananiambia amesomea hairdressing. 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 Wow, okay. Ni nzuri. Ni nzuri. Muulize msichana ni mrembo. Juu unajua hatujamuona. Sisi hatujamuona. Amesema kwa sawa. Aliona mtu sawa. So mambo ya watoto amewaza kupata kama watoto wangapi? Wakioana. Kama Mungu akiwabariki ungetaka wapate watoto wangapi? Tatu, anataka tatu. na wewe umesomea sign language wewe. Wanaishi na yeye sasa ni wanajuana.
Hivyo Kamau yeye ameamua tatu. Muulize kama ako na wanaitwa wale wasimamizi. Wasimamizi wanaosimama na mtu kwa harusi. Najua naweza kuja na Wanyabura wangu tukue sisi ndio. Ana. Aja hana. Ana. Tutamtafutia. Tutamtafutia. Mame tutamtafutia. Very good. Hiyo ni sawa. So, nataka kufanyia wedding wapi? Kwa kina msichana. Ananiambia anataka kuifanyia nyumbani kwa tumezaliwa huko Murang'a. Huko Murang'a? Oh, that's good. Sawa. Sasa Bishop unajua ni wewe unashikanisha. Sasa hiyo ni sawa. Sasa kunaitwa kuunganisha ama kuunganisha. Si kushikanisha. Kuunganisha. Sitaki niseme kama pastor yake. Sasa alikuwa sema unajua nyinyi mnaonaga sijui kizungu. Sasa ningependa niulize swali. Familia ya baba Kamau wanajua kwamba Kamau amepata mtu? Niliwaambia. Tuliwaambia. Niliwaambia na nikawaambia wajipange tarehe 12 tutaenda kuhada ithige huko. Wakaniambia wako sawa. Ni tutaenda. Okay. So tayari mshawa inform wazazi pia wa msichana wako sawa? Wako sawa. Na wanajua date 12 kuhada ithige. Wanajua hivyo. Okay. So that's okay. Basha labda mmepewa process ya hiyo ya kuhanda ithige, mshapewa process na nini? Hawajatupea. Najua wewe tutakuwa hapo. Sasa sitaki tuone aibu. Unajua nitahakikisha ukiulizwa hamkuleta soda? Nitahakikisha. Najua ndio utarudi kwa mfuko. Nitahakikisha kwa kila kitu usiaibike. Na hata mtazamaji asiaibike. Exactly. Yes. Hawajatuambia kitu yenye tutaenda naye lakini tunajua ukienda huko kuhada ithige si ni kufuga unafuga ndio msichana asiende. Hivyo ndio tuna soda ya wamama, kuna soda ya wazee. Hapa hawajania na kakitu. Haya sasa sisi tumekujulisha ni vizuri unajua hatuwezi tuma mama, si ndio? Wazee ndio hutumwa. Hawa wazee wako, unajua? Unajua labda ni sisi. Wewe kwanza ni moja wao. Wakati uliingia hapa umefanyika moja. Mimi tutaongea na hawa. Mimi bado Wanyabura sija. Sija. Wewe hujafanya? Unajua labda nilipita shortcut alafu niambie ni. Kwanza ukiniambia umepita shortcut unahitaji mimi nianzane na wewe. Hata afadhali Kamau tunampangia. Kama ulipita shortcut hiyo tutatengeneza tukitoka hapa. Alafu kitu kingine. Baba zake wakubwa au wadogo wako? Baba yake na mzee? Wako wawili. Hiyo ni mzuri. Kwa sababu kutahitajika baba anayesimama kwa niaba ya babake. Okay. Hiyo ni mzuri sana. Good. Sasa Bishop, mtazamaji wa Farodhi wa TV, hiyo process yote itafanywa kutumia fedha. Ndio. Bila pesa hatuwezi saidia Kamau. Na tuko hapa sababu tungetaka watu wote wajue na waungane na sisi tuweze kuhakikisha Kamau amefanyiwa wedding ya kimataifa. Ya kisawasawa. And you see the world is witnessing all this. Yes. So dunia mzima itakuwa wakati wa kuhada ithige. Dunia yote itakuwa wakati anafanya wedding. Unajua pia kuna pre-wedding na nini. So we shall be there also to make sure that Farodhi wa TV tumehodhete. Unajua kuna tofauti ya kupeana na kuji. Kwanza Farodhi wa Dhayo. Kuna governor anaitwa Wairia. Na ni wa Murang'a. Na huyu kijana ni wa Murang'a. Wairia. Jehova Ngai.
Oikie kaido na ndogetekere kwa unajua kuna chama na alisema na chama kizuri. Ukitaka kusimama unatoa ng'ombe. Unatoa ng'ombe. Sasa hii kuna ng'ombe gapi? Si atupatie moja. Kwanza Wairia Kamau ni akwenda ng'ombe. Ndio ni higwa raikani. Ni akwenda ng'ombe na kanyamu na kula Kamau na kula. Kanaambia ayuze nunue buzi. Hapana. Ng'ombe ya Kamau iko. Wairia ng'ombe ya Kamau na naogikia kanyamu. Na sababu najua kuna watu huwa wanafuata kutoka kwa kaunti yake na ile executive office wamwambie tunamtafuta. Hata MCA wa Dhuita. MCA wa Dhuita. Madhio ya MP ni nani? Ni Kimani. Kimani. Kimari. Kimari? Ya Mheshimiwa Kimari? Mheshimiwa Kimari kijana ni wa kwako. Hapa kuna MCA si ndio? Anyway, MCA kama haujulikani ground utatoa wapi? Wabotera na Makongeni. Sisi wanasikiza ground. MCA Wabotera na Makongeni. Ground aje MCA kama hawa. Tuko ground MCA. Tumekuja kusikiza ground yenyewe na hawakujui. Zungumza. Unasikia MCA upite nyumba kwa nyumba. Watu hawakujui jina, wewe uonekanagi sana. Anyway, sasa lakini tunajua unafanya kazi. Yes. So najua Karo, unaishi wapi? Naishi Mombasa. Waishi Mombasa? Ndio. Hivyo utakuja na madafu siku hiyo. Hivyo nataka kuniambia tunapopanga hii mipango utakuwepo? Nitakuwa naonekana once. Si unajua hii process ya kutoka Mombasa kuja Nairobi ni kazi. Kuja Nairobi ni kazi na lazima apate ruhusa ya mzee. Sasa itabidi uambie mzee tutakusumbua kidogo manake hatuwezi ongea na yeye. So imagine tutakuwa na ama itabidi tuhae nini? Itabidi tutafute sign language. Unajua wao wataweza kuongea hivi alafu wanatuelezea. So ikiwa uko hapo na wewe kwa sababu Karo ako Mombasa, unajua ungekuwa karibu ungekuwa rahisi, at least wewe prewedding hiyo kwa handa idhege utakuwa, si ndio? But in the meantime tutahitaji labda kurudi hapa tena na pia kwenda kwa kina Karo. Anaitwa Ngonyo. Anaitwa Ngonyo. Okay. So tutahitaji kwenda huko. So unaona lazima tutahitaji sign language interpreter. Na tafadhali usitulipishe. Wewe sign language interpreter mzuri. Tusaidie tu hapo. Unajua tunakutafutia kazi. Hii ni marketing, tutakufanya marketing. Tutakufanyia marketing. So sasa tukiongea hapa pia unaweza kuwa unafanya hivi. Tukiongea na Bishop. Na hapo ndio kazi inapatikana kwa sababu anakujua. So hivyo mnitafute. Ndio hakikisha umemuona Farodhi wa Dhayo. So Bishop, ndio unajua tutahitaji namba ya simu. Tutahitaji namba ya simu itakayotumiwa kuweka pesa kwa ajili ya Kamau. Bishop, kabla tufike hapo, unajua ni vizuri niwaambie. I'm so strict when it comes to money. Yes. Very strict. Na inafaa. Na ndio maana bado niko Nairobi. So ile pesa itakuwa ikitumwa hapo. Ndio. Na ni vizuri mama Kamau tukwambie. Sijui ni namba gani watasuggest itumike. Ndio. Hiyo namba itakuwa monitored. Yes. Ile pesa inatumwa. Sababu hawa watu wanatumwa wanataka kujua kama inasaidia Kamau. Ndio. Ikifika imetumwa yako na mtu ametuma na akatuambia hapo ndio tutakupatia, si ndio? Kwa sababu hapa tumekuja biashara ya Kamau, tuhakikishe hiyo mzigo imekuondokea, umepumzika, si ndio? Si bado unaenda unatafuta pesa yako unapata hiyo 250, 500 na unapata lishe. Lakini huenda itafika wakati wako, but kwa sasa kwanza tushughulikie Kamau. Kwa hivyo ile namba itapeanwa Kamau si yako na simu. Kamau ako na simu. Kama utumie huyo Gonyo wewe uanze kutuma mwambie asianze kumfurahisha Gonyo. Labda alimpromise outing hatujui. Umwambie itakuwa monitored. Kwa hivyo ikitumwa asiguze. Hiyo ni ana save tu kwa ajili ya siku ile. Lakini mimi ningetaka itumwe kwa namba yake ili tuweze kuangalia statement. Naomba kutakuwa tunaangalia statement. I wish ningeweza kuongea hivyo ningemwambia. Yes. Amekubali. Exactly. Zikiingia ataweka tu. Zikae hapo, zikijaa tutaambiwa, alafu tutajua venye tutafanya, si ndio? So unajua namba yake? Na sababu najua kuna watu wenye wako kama yeye wangetaka kuparticipate. After kutuambia namba yake, ningetaka yeye mwenyewe kuna zile signs wanatumia za hiyo namba apeane pia. Maana kuna wenzake watatazama.
And they will be happy. They will be very happy. Wata participate. Exactly. Kuna bubu wengi wanakaga pale ya Bazida. Na wanapenda sana kutazama TV. Wow. Itabidi Farodhi TV tutafute pia sign language interpreter. Ni lazima anahitajika. Naona. Mwambie aangalie hii TV. Waonyeshe, awape namba. Ndio. 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 Ine. Ndio. Wow. Asante. Good. Sasa tuambie namba sasa. Mwambie aeleze itatoa jina gani? Jina lake. Awaeleze jina lake. Sawa. Wow. Asante. Hey. Asante. Hizi vitu tunazionaga pale Citizen. Hizi vitu zikutana nazo bwana. Itabidi tuende hiyo shule. Itabidi. So tuambie hiyo namba. Ni 0706 0706 87 87 34 34 86. 86. Okay. Wow, wacha nirudie kwa Kiingereza 0706 0706 873 873 486. 486. Grishon Kamau. Grishon Kamau. Is it Grishon? Grishon Kamau. The third name? Mushiri. Grishon Kamau Mushiri. Yeah, because kuna watu wa World Remit wanataka yote tatu. Kwa hivyo kuna Mushiri. Grishon Kamau Mushiri. Alright. Hiyo hayo ndio majina. Asante. Wow. Alafu ananiuliza kama zinaweza tumwa kwa bank, kuna bank account. Kitu watafanya wale wako nje wengi wao hawawezi tuma kwa bank. So zikitumwa kwa simu ana transfer kwa bank na pay bill. Itakuwa rahisi. Lakini mwenye atataka, although for the purpose of transparency, wacha tutumie simu. Unajua kuna wengine wanatuma kwa bank na hatukujua na process ya kuiangalia itakuwa ngumu. Afadhali hii ya simu ukijua umetransfer 200k, unajua ni 200k. Tena account mara nyingi hatupendi kupeana online kwa sababu ya hackers. It's also risky. Ni risky. Wow. So Bishop, kabla mimi nimalizie. Ndio. Sijui labda kama kuna naona ulikuwa na mgeni mwingine sijui kwa nini. Mama Karo. Wewe mlipoenda kwa kina msichana ulionaje? Kwa sababu kuna unajua na wewe lazima kuna kile ulichowaza. Acha ipite huko. Ipita huko. Ulionaje? Uliona kama anakubalika au uliona kama imekuaje? Wakati tulienda huko Nakuru, au wazazi niliwapenda. Ndio. Kwa sababu wameokoka. Ndio. Walitushika tu venye tulivyo. Ndio. Walituambia tuende venye tuko. Ndio. Hawakuitiza hizo vitu mingi watu wanaitishanga. Ndio. Walisema tu tuende hivyo na nikawapenda. Asante. Alafu unajua kuna mtu anaweza sema ameokoka. Na matendo hayasemi hivyo. Uliona kabisa ni watu wanampenda Mungu. Hao ni watu wa Mungu kabisa, juu ile waliongea. Ndio. Venye walitushika hata ugeni. Ndio. Tuliona ni watu wa Mungu. Na msichana ukimwangalia, wewe sababu ni mama. Ukimwangalia na ukiangalia Kamau, unaona ni watu wataendana au wanaenda kukosana? Hapana, ni watu wanapendana kabisa. Wanapendana kabisa. Juu hata tukienda msichana alikuwa anataka kulia. Sawa. Maana unajua kuna mwingine mnaweza fanya mkaekeza nguvu yenu hapo na kumbe hao watu hawataishi. Ikawa tumefanya kazi bure. Yes. Na kama hiyo ilifika hapo pa msichana alitaka kulia, inasema mtu amependa mwingine. Unajua machozi na mapenzi zinakaribiana sana. Na hapo amempa mistari. Shida ni mailia. Mwanaume.
Mwanaume mama Kamau. Huyu mtu Lakini kama alikataa kukula. Kama alikataa kukula, hiyo design ya mwanaume ya kulia. Anyway, all right. Asante. Haya. Asante. Labda nimwambie mtazamaji. Tafadhali hapa unavyoona. Hii nyumba ukubwa wake kutoka mahali unaona hawa wapendwa na sisi nyuma yao ni kitanda tu ndio mwisho wa nyumba. Yes. Hivyo haina sehemu ingine eti ya kabati ya nguo haina. Hapa ni jikoni na ni nafasi tu ambao nafasi kidogo ya yule aliye na kamera. Yaani ni kasehemu kadogo tu kama kafuti 2 ndio kitchen. Yes. Na nyumba hii hata ukitaka kuwapa kitu hakiwezi kuja hapa. Utaweka wapi? Hakuna kwa kuweka. Ukiwapea fridge hakuna mahali pa kuweka. Unaona ni viti 2 na hakuna sehemu ya kiti ya 3. Hakuna. Hapa huwezi leta fridge. Lakini ukitaka kumbariki Kamau, ningetaka wewe mtazamaji, yes, ukumbuke nyumba ya Kamau inahitaji sehemu ya kukaa. Baraka za kwanza ama ukitaka kubariki Kamau, cha kwanza ni nyumba. Baraka ya kwanza ni nyumba. Nyumba mahali Kamau atapeleka mtu. Na unajua hawa watu most of them wako na nyumba zao Nairobi kubwa. Wako na flats mingi wamejenga. Yes. Na najua uko na labda 1 bedroom iko mahali unasema hii nataka kupea mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa kwanza ni huyu. Mtumishi wa kwanza ni tena mwaminifu. Yes. Hanaga maneno. Na kwa sababu hata aenda kukaa chini vikao vya masengenyo, hiyo maneno hafanyi. Yes. Kamau si mlevi, sio mvuta sigara. Ni muamini Mungu. Yes. Na ukimpa mahali pazuri utakuwa umempa Mungu. Unajua ningetaka wanaposikiza hivyo tuongee na mama Kamau kidogo. Atuambie ili watu waeleze jinsi wanavyoishi kwa nyumba. Yes. Mama Kamau, kwanza hapo tunasikia. Hii nyumba mnaishije? Hii nyumba tunaishi hivyo tu na watoto wangu. Juu hatuwezi tukaweka vitanda 2. Haiwezi toshea. Sasa huyu kijana wangu juu vile ako hivyo haongei hasikii. Siwezi nikamwambia atoke aende. Mimi nilimwambia tu awe analala kwa kiti na atoseke mpaka siku yenye Mungu tu atafungua njia. Mimi ningetaka tu mtu mwenye ako na nyumba mahali asaidie huyu kijana wangu na Mungu atambariki. Asante. Na hata mtu asipompa nyumba kuna mtu anaweza sema mimi sina nyumba, mimi nitamlipia mwezi au mwaka miaka 2 ili apate kazi. Ako sawa, bora ni akuwe na mahali tu yake ya kulala. Asiwe analala kwa kiti. Anajua kupika? Kupika anajua kila kitu. Mpaka kuosha nguo na kila kitu. Kila kitu anajua. Hakuna chenye hajui. Okay. Asante pati anapika. Good. Kanisani huwa anaenda ibada. Anaendanga All Saint Cathedral juu hiyo inakuwaga na department ya deaf. Huko ndio anashiriki. All Saint Cathedral. Unaijua? Naijua ndani. Mbona unajua ile kanisa gani hiyo? Hiyo ndio waze. Kwanza Vika All Saint Cathedral. Bishop Dogo anakuita. Kamau ni muumini wako na anataka kuoa. Tafadhali Vika All Saint Cathedral na askofu. Yes. Muhakikishe Kamau amewapatia heshima. Si All Saint ni hii, hata memorial za wakubwa zinafanywa tena All Saint Cathedral. Sitaki kuwataja wakubwa wanaoenda hapo ambao nawajua ni wengi. Unajua mimi naonekana ni mjanja sana. Unajua kusoma ni kitu. Kusoma ni kitu. Kwamba Kamau anatokaga hapa anaenda All Saints. Kusoma ni kitu. Na ndio maana ninawaambia wewe mtazamaji ambao mwanao ana ulemavu, peleka yeye shule. Tafadhali peleka yeye shule. Kamau anajitoa Botera, anaenda town, aende All Saints. Ibada. Na anajua All Saints kuna ibada ya watu ambao ni bubu na viziwi. Hakikisha mwanao amesoma. Na waumini wa All Saints, Kamau ni mmoja wenu. Na wasihi kwa upendo wa Mungu, simameni na Kamau
Okay. Ukitoa 1,000 yako, 1,000 yako 5, 1,000 yako 10, maisha ya Kamau yatabadilika. Na hiyo utakuwa umemfanyia Mungu kazi. Okay. Ni maandiko yanasema amsaidiaye maskini anaweka akiba kwa Mungu kwa ajili ya siku mbaya. Yes. Ukimsaidia utakuwa umejiwekea akiba. Okay. Asante sana. Mahali hujasikia anajua kupika chapati. Kamau anajua kupika. Warembo wengi Nairobi hawajui kupika chapati. Sasa ngonyo. Pia ngonyo akaona bahati sana. Kwanza hata nisiseme. Kamau amenijinda. Anajua kupika chapo. Mimi sijui. Huyo mrembo amepata. Amepata. Yes. Yes. So mtazamaji, chukua ile microphone sasa. Ndio. Mtazamaji wa Farodhi Wadhayo TV, this is part 1. Part We will one. be in for part 2 and part 3. Now, reason, sasa kuko hivi, tukishamalizana na Kamau, Ndio. tutaenda kutafuta ngonyo. Tuone huyo msichana ambaye amemzuzua akili. Tafuta wakiwa na Kamau. Hapana. Tunaenda peke yetu. Tunaenda peke yetu, tutaacha Kamau Nairobi. Sisi tuenda tumfanyie interview tujue huyu ngonyo aliona nini kwa Kamau. Bila Kamau tusikie vile anavyosema. Unajua wanaume hawakuagi na vitu mingi wameona. Kwanza akihitaji kufanya kuingia kwa ndoa, unahitaji kuona vitu mingi. Wanaume baadhi wanaona kama mbingu ya spoti na inaizia hapo. Ama hata nywele. Hata nywele. Na sura. Anaona uso. Ukimuuliza kwingine hata ajui. Anajua hiyo tu. Lakini wacha nikuambie wasichana. Anakuambia mimi niliona mtu ako na vision. Yes. Anashindwa vision gani? Hana kitu. Hana kitu. Unaona? So tutaenda kwa msichana atuambie nini aliona kwa Kamau, akaona huyu ndio mume wangu wa maisha. Ndio. Na kwa sababu hiyo shule walikuwa, sikulikuwa na wengine. Unajua ni kama tutarudi mpaka hiyo shule. Kamau itabidi watupeleke hiyo shule. Watuonyeshe mahali walikuwa wanakaa na mahali walijuania. Unajua? Ndio. Tutarudi hiyo shule. Tuone hapo. Hebu muulize hiyo shule iko wapi? Sasa Kamau anaitafuta kwa simu aonyeshe kapicha ya shule. Yes. Hiyo college. Karen. Kamau yeye amesoma Karen. Msichana alisoma college Karen. Muulize kama Ngonyo alisoma Karen. Alisomea college gani? Anaonekana msichana hakusomea Karen. Ni kama. Huyo msichana hata kama atuelewi kama si Karen. Yana vile anafanya. Hiyo si Karen. Karen lazima ikuwe na K. Sijaona ametaja. Ananiambia Kips. Kips College. Good. Sawa hapo. Bado tunazidi kusonga. Sasa imagine yeye akiwa Karen na msichana ako Kips. Sasa walipatana. Walipatanaje? Walipatanaje? Karen na Kips. Unajua Kips iko wapi? Hapa Nairobi. Na Karen. Unajua gari za Karen mahali ziko? Mimi najua hizi ziko hapo karibu na basi namba 50. Sijui hizi namba. Ziko karibu na Kencom. Katikati ya Kencom na inaitwa Waumini House. Sio Waumini. Hapo katikati. Na Uchumi House. Sitaita Uchumi House, Uchumi House. Lakini ni hapo hivyo. Kuna kastage hapo. Hapo kuna kastage kakale na hapo. Ananiambia ni Mungu alimpa, yani ni Mungu alimsaidia kumjua. Ngoja walipatana wapi? Ina maana ana maono. Ina maana huyu mtu anaonaga. Maana kama Mungu ndiye alimuonyesha, ina maana huyu mtu ana maono. Huyu mtu ana maono. Siku ya kwanza walikutana wapi? Walikutana wapi?
Ati hawezi kukueleza. aka alikataa kukuambia. Leo ni leo. Leo tumemgalia atasema. Lazima atuambie. Wali tuende page zote. Asigiri lazima aelezee. Muulize yeye na Ngonyo walikutana wapi siku ya kwanza. Wow. Hii ni kazi mtazamaji. Wewe subiri hapa tukuambie. Sisi kazi yetu ni kukuulizia. Shajua ni wapi. Nilikuambia mapasha wanawekeanaga siri. Sasa unaona mama hakuwa anajua. Na niambia Facebook. Inaweza buku inaweza kazi. Hata wengi wetu hapa wakiulizwa Zirona mamake yeye aliuliza hakuambiwa. Uulize wewe umewahi enda Facebook ukafikiria unaweza ona mtu hasikii na haongei na ukafikiria ati yani kumwangalia tu na jina yake alijua aje? Mimi nimeona watu wengi Facebook. Mbona nisifikiria ati fulani wa fulani ni anaweza kuwa wangu. Ama hasikii ama haongei kama mimi. Hiyo ni divine connection. The divine connection. Hii ndio inaitwa divine connection. Kwa sababu hakuenda ati akifanya kila mtu interview Facebook ndio ajue kama anaongea ama hasikii. Walikutana tu na akajua ndio huyu. Na wakapanga vile wataonana bila mama kujua. Bila mama kujua. Mama amejua leo kule walikutana. Wewe hujasikia mama anasema mpaka walienda mpaka kwa msichana. Na habibi waliwaambia mama ametoka. Mama anapigiwa simu na baba msichana amwambie sasa kijana atumwachiliza hizi. Kumbe wanao walishampokea wakaona wenyewe mtu wako amekuja hapa. Ofu kuna sijui kama kuna mahali umesikia ati wale wanahurumia hawa ati wasitoe vitu mingi. Hizo hapana Kikuyu. Kikuyu kama niliitishwa gefufa lazima upeleke. Siwezi kuitisha kakibuyu. Kwa hivyo hapo wasizani wameokoka. Hiyo ndio sign ya kwanza. Na ulisikia walisema wazazi wameokoka, wamesema watoto wafanye harusi. Hiyo ndio nao imenifurahisha sana. Hiyo imenifurahisha. Maana kama boma wameokoka kabisa. Sio wale wanaenda kanisani, wanaenda kanisani. Hao wameokoka. Wameonja matunda ya rohoni. Na tunda la kwanza ni upendo. Yes. Hao wazazi wameokoka. Sasa hivyo na mtazamaji, umesikia jamaa aliona mtu na akajua kabisa. Na ni Mungu ndio alimwambia ni huyu kwa Facebook. Na amefuata ameenda kwao leo. Amefungua roho leo. Hajawahi ambia mtu. Kwa sababu kama angekuwa ameambia Karo angetuambia. Hata Karo amejua leo. Amejua leo. Sisi na wewe ni wa maana tumeambiwa. Tumeambiwa. Tunajua kuchunguza. Alijuaje stage ya kwenda kwa kina Karo? Kwanza hiyo ndio ingine. Hebu muulize alijuaje kwa kina Karo? Kwa kina Ngonyo. Stage. Hiyo stage atafika wapi? Walielezanaje? Well, sisi tunaongea na tunasikia tunasumbua makanga aje. Wewe nishukishe mahali fulani alijuaje? Amefika. Ndio conductor aelewe. Usikii na uoni unafaa kushukia mahali fulani. How? Msichana alimuelezea. Akiandika akilia. Akatwirwo ameandika Rukagina sako usituke. Alipewa map. Alimpa map ya kwenda huko. Ni watu wangapi leo hii wanajua kutumia map? Ni watu sana. Mtazamaji, yaani mpenzi amekupa map ya kwao na ukaenda. Wewe ulitumia map by the way? Nani? Ulitumia map by the way mtazamaji? Anyway, sako ya kwenda kwa kina msichana ni gani? Mulia gari za kwa kina msichana zinachukuliwa wapi? Alijua hizo gari. Leo ni leo. Enyewe hii story hii ilitufaa sisi. Ilitufaa.
Sasa hiyo inaofanywa kwa uso hivyo, hiyo ni ya msichana. Naikuru. Ananiambia alichukua za Bahati. Alichukua za Bahati. Nakuru Bahati. Hey. Okay. We. Haya mtazamaji. Hapa ndio potea kienda kwa kina mpenzi na kuna semekanaga inaduda mzuri mpaka unafika. Usikii kwa kina mpenzi hakuna milima. Hakuna milima. Hata akifika usiku ni sawa. Ina maana walikuwa wanawasiliana wakiwa njiani. Nipeka kitabu ndio niwasomee namba tena. So for you to support this guy Kamau na mpenzi wake wewe mtazamaji mzuri na msikizaji mzuri wa Farodhi wa Adhayo TV. Yes. Kwa wewe kuweza kusimama na Kamau na msichana wake Ngonyo. Yes. Ukawasaidia ili waweze kufanya harusi. Kuna namba hapa 0706 0706 873 873 486. Grishon Kamau Mushiri. Grishon Kamau Mushiri. Very good. So sasa ukiamua kusupport Kamau, sisi tutakuletea Ngonyo mwenyewe one on one. Tukimaliza kukuletea. Amesema ni mrembo. Amesema mwenyewe sio sisi. Basi tutakuletea mtu mrembo. Tutakuletea na wewe ukague useme na kweli. Na utaheshimu huyu jamaa, utaona Nakuru. Unajua milima from all the way from Mathioya to Bahati Nakuru. Sasa watu wa Nakuru, yani mtu ametoka Mathioya akachukua msichana yenu na mko tu hapo. Courtesy of Kips College na Karen. Asanteni sana. Unajua sasa nyinyi mtatrend. Kips College imesomesha Ngonyo. Lazima mtakuwa huko. Na tutawaona. Na shule yao pia hiyo ya Karen. Yes. Na Karen School for the Deaf, College for the Deaf. If you would wish to sponsor this event. Sasa kama unasikia ndani yako umeguzwa. Manake najua mtakuwa na changamoto. Jambo hili. Mtakuwa na changamoto ya kuongea na Kamau, manake hata mkimpigia anaongea na simu. Usimpigie simu. Message peke yake. Message ukimwandikia message anaweza jibu. Lakini usipige simu aongei. So if you would wish to sponsor this event, utapiga namba yangu. Ukipiga namba ya Farodhi wa Adhayo na atakupatia hapa. Because we have so many companies. Number one company ni company ya kuofa. Of course sisi tutaoffer live streaming. Ndio itakuwa live stream. Tuko na Farodhi department wa Adhayo TV. Tuko na department mingi sana ya photography. Itapeana photography. Ile photo session. Photo session. Kule wanaenda kupigwa tupisha tule tu. Nitaofa gari ya kubeba na gari ya kubeba bwana harusi. Yes. Hata mimi siku hiyo nitatoa. Hata siku hiyo nitatafuta. Yes. Mimi nimeofa gari ya kubeba bwana na bi harusi. Nimetoa photography services. Nimetoa video services. Ngoja. Sonko. Uliniambia nikiwa na jambo nikuite. Na nakuita nisikie. Sonko yuko kazi. Sonko hajaishiwa. Anatafuta kazi. Hajaishiwa. Sonko uliniambia nikipata jambo nikuite. Tafadhali kama anataka kuoa. Sonko, tafadhali. Yes. Na Margaret Wajiro. Yes. Governor. Si unasimama governor. Yes. Wewe ni bishop. Na tunajuana miaka mingi zaidi ya 30. Governor Wajiro. Yes. Kamau anataka kuoa. Na Kamau hana pesa. Gavana Wajiro, tafadhali kwa jina la Yesu. Una kagari kazuri kanaweza beba Kamau. Unajua hata akitupea 100 ati 100. Hapana. Bishop ni mtoaji. Hiyo nina ushuhuda. Bishop Wanjiro ni mtoaji, nina ushuhuda. Kwa hivyo 100 kwake si kitu. Hawezi kutoa shilingi 100. Wanazungumza 100. Hapana, usiharibie Bishop Wajiro jina hapa. Bishop Wajiro ni mtoaji. Kwa hivyo ninamfahamu Bishop Wajiro. Ninamfahamu nikiwa na baba wangu wa kiroho alikuwa anaitwa Patrick Nzuki. Na Bishop Wajiro anaweza sema huo ni ukweli.
Na nilikuwa naendaga na Patrick Nzuki kwa Bishop Wanjiru. Bishop Wanjiru ni mtoaji. That's one. Na ni muamini mzuri wa Mungu. Na Bishop Wanjiru atatoa. Nina hakika. Huyo sio wa kuambiwa toa. Bishop Wanjiru, governor Kamau huyu hapa. Tafadhali, ni kama ule wa kwako, ni kama ule kijana wako. Tafadhali, so, vile ulifanya kwa karaoke, fanya kwa Kamau. Tafadhali Bishop. Very good. So, kuna service providers wengi tunahitaji. Ndio. Number one, it is watu unajua wale watu wanakuwa wanaleta viti, zile tent. Ni kuna watu wanapeanaga viti na tent. Yuko mzee mmoja ako pale Kiambu. Ana kampuni inapeana tents kubwa, inakondisha matent na viti. Mpaka ile inaitwa Dome. Na kampuni yake ninajua hapa kwa Farodhi wa TV haijawahi tangazwa. Na ni rafiki yangu. Kujeni tutawataja. Na hata juzi hiyo kampuni yake ilikuwa imepeleka matent pale Phoenicia Hotel. Juzi. Kulikuwa na kitu hapo Phoenicia Hotel Kiambu. We mzee, tafadhali hii ya Kamau ni nafasi nzuri ya kuadvertise kampuni yako. Ni nafasi nzuri. Okay. So, kuna service providers wengi tunahitaji. The other service providers ni caterers. Yes. Wako wengi wanaofanya outside catering. Savannah caterers. Na kuna wengine wako pale karibu Harambe House. Unajua tusiwataje. Unajua kwa nini? Unajua wengine watasikia kubwa mlishataja hao hatukuji. Tafadhali samehe mdomo ili chetelesa. Tunahitaji security. Tunahitaji security companies. Ni event kubwa. Ni event kubwa na itakuwa na watu wa maana, wa heshima. Na wewe uko na kampuni yako ya security. Kwanza kuna Bishop ako na Kuru na ako na kampuni ya security. Simutaji na ni rafiki yangu. Usitaje. Wewe ndugu yangu si ukiangalia uso huu si unakumbuka Bishop. Tafadhali kampuni yako inaweza peana security na kagari kamoja au tuwili anatukari. Very good. Kwa hivyo sasa tuko na security, tuko na tent na viti, tuko na gari ya kubeba na ya ngonyo hatuna. Ya ngonyo? Wanatoka na mtu gari tofauti. Kurudi ndio wanarudi na moja. Kurudi wanarudi na moja. Okay. Na tunahitaji gari ya Kamau tumepata. Umesema umetoa. Yes. Tunahitaji ya ngonyo. Tunahitaji ya wasimamishi, wale wasimamizi wa kijana. Na wasimamizi tutafanya. Hawa watazamaji si wanatuona. Tuwaambie sisi juu tumeanza na kwa Kamau. Sisi sasa unajua lazima tuonyeshe ubabe huko kwa sababu hatutaki Kamau aibike. Unajua wakati wa wedding Kamau hatatajwa mahali. Hiyo siku wanatajaga tu bride. Yatajwa sana. Sasa lazima na sisi. Sasa juu kuna wanawake wanatutazama. Yuko mtazamaji. Anaitwa Jogu wa Joroge. Na anasimama na Ikuru. Na Jogu wa Joroge ni wakwao. Joroge. Sikiza, Bishop anakuita. Tafadhali Kamau anachukua mtu kwako. Usikubali kuachwa. Jogu hata ni rafiki yangu sana. Kwa hivyo sasa hapo sio tafadhali. So we are doing this to make this couple happy. We are not doing this to show off ama kunini. Tunafanya hivi ili familia ya Kamau na Kamau afurahie. Kamau aliona mchumba na sasa tutataka kufanya hiyo occasion ikuwe imerembeshwa vizuri. Kuna mama mmoja na ni mtumishi wa Mungu. Na najua ni rafiki yako. Ruso wangu ujiri. Prayers beyond boundaries. Na ni mtumishi wa Mungu amesimama na watu wenye mahitaji. Ruso wangu ujiri. Na mfahamu sana. Na ni rafiki. Na ni mtumishi wa ajabu. Na juzi last year alisherehekea tumiaka katika Injili. Karibu 50 hivi. Tumiaka 50. Sasa na Ruso wangu ujiri. Kwa heshima. Ninakuomba Kamau. Ni mmoja wa wale ambao wanahitaji msaada. Ruso wa Gojiri. Wewe hata sio wa kuzungumziwa sana. Amesikia. Our team from diaspora, I know you can do something. Tunaweza ongea na nyinyi, we do something big for this family. Unajua hawa hata kujenga inakuwa rahisi sana. Inakuwa rahisi. So na kwanza unajua diaspora
sababu Kamau hana nyumba. Hapa ndio nyumba. Hii kiti hii ndio kiti ndio kitanda ndio nyumba. Diaspora. Hata ka 50 by 100 hajakataa. Hata kabangalo. Kabangalo. Unajua kabangalo ni around 5.5 or 5. Hata tunaweza nunua nyumba iko tayari. Who knows? Wacha tungoje tuone. So, in case ungetaka kukua service provider wa kupeana. Na ni vizuri tu. Unajua hata mimi hata hakuna kitu hata moja nimecharge na peana free. Hiyo mimi ni shahidi. So, hapa tunataka watu wa kupeana. Ndio. We know there are so many people who would have offered ndio walipwe na watu charge pesa kidogo, lakini hapa hatuna pesa. Wacha tunaongea ukweli. So call me via this number 0798 0798 008 008 008 008 0798 0798 008 008. Hiyo ni afadhali wa Thayu. Strictly. Hii ya service providers wenye wangetaka kupeana services zao. Anasema hivi Farodhi wa Thayu. Hii sio ya kupiga. Hii ni ya mtu ambao angetaka kujitoa au kutoa mali yake kwa ajili ya Kamau. Yes. Lakini ya pesa ni ya Kamau. Ukiweka pesa weka kwa ile ya Kamau. Ya Kamau ni 0706 873 486. Grishon Kamau Moshiri. Good. I think that's all. Na wabarikiwe sana. Na leo zaidi. Iwe siku yako ya baraka. Na ile milango ilikuwa imefungwa na shetani. Ninaiamrisha kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ifunguke. Upate pesa. Upate pesa ya kukutosha na ya Kamau. Wow. Asante. Unajua kama bishop ningetaka uombe ukimalizia, kwa sababu bishop akiomba unajua sasa kuna huo uwepo wa Mungu katika hii safari tulioianza. Ndio. Tuamini tuombe. Wale tulio hapa na wewe mtazamaji. Jehova Mungu, tunakushukuru kwa sababu umetuchagua leo. Umetupatia uhai, umetupatia nguvu za kuweza kusikia na kuona, umetupatia nguvu za kukusanyika. Tumekuja hapa kwa mama Kamau na ni kwa uweza wako. Wanadamu hupanga mipango, lakini wewe ndio una neno la mwisho. Tulipanga kuja, neno lako la mwisho limekamilika. Tumefika salama kwa uwezo wako. Tumezungumza, tumefika kikomo cha mazungumzo ya leo. Tunapoondoka, tunauliza baraka ziwe hapa. Bariki nyumba hii ya mama Kamau. Kutana na mahitaji yao. Kutana na kila kitu ambacho kimekuwa kigumu kwao, usawazishe mambo yao yawe mema. Maana ukikutana na mtu, maisha yake hubadilika. Na watazamaji wote wanaotazama leo, ukutana na mahitaji yao, uyabadilishe, uyafanye kuwa mepesi, uyafanye kuwa mema. Waliokuwa wanaumwa wapone, waliokuwa na tabu iondoke, wale ambao vikwazo na matatizo yalikuwa yamewalemea, vikwazo na matatizo ziondoke, maisha yao yawe mema. Kila mmoja aliye hapa, mpaka wanaochukua picha na wale wote ambao wanatusikiliza, tunaomba Bwana uyabariki maisha yao, fanya uwepesi katika maisha yao. Roho Mtakatifu ambaye ni msaidizi awe kwa kila mmoja akimsaidia, kwa jina la Yesu Kristo Bwana aliye Mwokozi tumeomba. Amen. 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 So thank you so much. May God bless you so much. Hii ni safari tumeianza leo. Amen. Hii ni part 1. Part 2 itakuwa ya Ngonyo akiwa peke yake. Ndiyo. Part 3 tutawaleta pamoja. Ndio. Kabla ya tufike kufanya wedding na nini. Ndiyo. Hiyo interview ya 3 watakuwa pamoja. Ndio. It will be the most amazing wakizungumza wenyewe. Na kuhakikishia. Thank you so much. And God bless you. Thank you. Kwangu nasema ni asante. Asante Farodhi wa Thayu. Asante. Asante. All right.
Ndio